So unapata hata watu ambaye wazee wetu ama watu washapiga kura, mtu ashapiga kuanzia kura 1963 mpaka leo, kila mwaka akishapiga kura anajuta. Kwani we ni nani ambaye hiyo klasi huwezi pita mtihani? Uweze kurudi ujiulize, na mbona najuta? Unajuta. So wewe usiseme sisi wanasiasa. Wanasiasa wako aina mbili. Kuna ule anasema ukweli, anafuata ukweli, anajua yeye ni mkweli, anajua atafanya ukweli. Kuna ule anajua yeye ni mlagai, wananchi wanajua yeye ni mlagai, yeye mwenyewe anajua yeye ni mlagai, na anajua atalagai watu. Umeelewa watu wanasiasa wawili. Sasa tofauti ni mara mingi huyu ambaye ni mkweli na anasema ukweli, pesa hana. Na huyu ambaye mlagai, ashalagai mpaka biashara mpaka nini, pesa njaza kwa magunia. Sasa nunua kura. Kura ikiisha, kufupisha jibu lako, kura ikiisha, huyu ambaye alinunua kura anajua hakupewa kwa umaarufu wake. Hakupewa kwa sababu ya manifesto, kwa sababu sasa yeye haizi rudi kufanyia wananchi kazi. Ataenda kutafuta pesa zingine, arudishe zile alifanya nini? Alitoa. Kama ni CDF arambe, kama ni governor arambe. Yani arambe ni kuramba hii ya ulimi, si ati arambe ile ya Moi. Akule. Anajua anaenda kusanya, alafu atarudi tena tu mwaka ya uchaguzi. But now umeuliza pia kuhusu mimi. Mimi naona historia yangu ni ndefu. Mwanzo nilianza kuona babu yangu akisaidia watu. Miaka nenda miaka rudi, zaidi ya miaka 20 nimeona. Akilipia tu fees, bills hospitali, akisomesha watu nini, akifanya nini. Nimeona akifanya marambe, akisaidia watu. Nina hiyo damu. Pili, mimi mwenyewe nilianza hii mambo kuanzia kitambo sana, ya kusaidia watu, ya kusomesha watu, kuweza kusaidia watu kwa njia mingi sana. So for me, ile wazungu wanaita it's a calling. I don't know hiyo kwa Kiswahili itakuwa nini, but it's a ni wito, ni wito. Nashangaa mimi nimeishi Mombasa, wewe wajua Kiswahili kuniliko. Ni wito. Sasa kwangu ni wito. Kusaidia watu ni kujituma. Ni kitu ambaye mimi mwenyewe natamani, mimi mwenyewe napenda. Sasa watu hata nashangaa wamechelewa wako wapi. Kama hiyo 2013 waliangalia chama, bali waangalie mimi. Wangeniangalia mimi wangekuwa mahali pazuri. But yaliyopita si ndwele, tungange yajayo. Sasa hii useneta, mimi naambia watu kwamba hata wamesimama wote, hakuna mwenye anaweza nifikia. Why? Mimi ni mcha Mungu. Na mheshimu Mungu. Mimi naogopa Mungu. Unamaanisha wengine hawaogopi Mungu? Hakuna, warongo, walagai. Hakuna. Ile inatoka kwa mdomo na ile kwa akili na ile watafanya ambatani, azifanani. Hakuna kiongozi hapa ambaye anasimama Senator Vihiga County anaweza kunifikia kwa masuala ya keeping the promise. Yani yale nimesema nitatenda. Hakuna mtu kwa wale wamesimama wote anaweza kuwa an agent of change kuniliko. Hakuna. Na mheshimiwa, unaona Vihiga County wamesimama wengi sana, wanataka useneta. Nilikuwa bado najigamba, sijui kama ndio ushanikata ama sijakukata. Aendelea haya. Unaona ni wengi wamesimama, wanataka kiti cha useneta. Naam. Utaambia nini wananchi, yani wakuone wewe kuwa bora zaidi kuliko hao wengine? Wajua wazungu wanasema actions speak louder than words. Maneno ni matupu, yani you don't pay rent, au lipi rent kuongea. Kwa hivyo unaweza tukana wale wengine, udharau wale wengine, ujisifu wewe, but actions speak louder than. Mimi naambia wananchi wanieke kwa ratili. Waangalie historia yangu. Nimetoka wapi, familia gani, mimi ni nani. Watuweke sisi wote kwa ratili. Wakiweka kwa ratili watapata kwamba ratili yangu ni mzito sana kuliko mtu yote. Na ikiwa utapata hii kiti, ni jambo lipi ambalo utafanyia wananchi na watakuwa right ama watakuwa sawa kuhukumu wewe baada ya mwaka mmoja?
Mimi kwanza nataka kuambia hapa leo kwa hii media interview. Watu wa Vihiga wakifanya makosa ya kunichagua kama seneta, hawatainitoa. Hao wenyewe ndio watakuwa watetezi wangu hao. Mimi si ajabu nikufe kwa hiyo kiti. Kwa sababu nimejituma. At the end of the day, angalia pia tuchambue hii kiti ya useneta. Useneta ukifuata katiba ya 2010 haina nguvu mingi. Kazi ya seneta ni oversight. Kumchunga gavana na ile kazi gavana anafanya. Kuhakikisha gavana anafanya kazi mzuri vile inafaa kufanywa, kazi ya kwanza. Sasa hiyo kwangu ni rahisi. Mimi mwenyewe naitwa chapa ilale. Ukichapa? Nikichapa inalala. Sasa siwezi ogopa hata waniletee gavana gani. Nitanyorosha tu. Nita make sure kazi amefanyia wananchi wa Vihiga. Kwa sababu mimi siogopi na mimi si mtu wa kuhongwa alafu niangalie kando. Pili, kuna mambo ya resource, kupigania resource, pesa zitoke kwa national government zikuje kwa kaunti yako. Huo ukiangalia magavana wale ambao watakuwa na wale wako, hakuna mwenye anaweza kunishinda kwa aggressiveness. Kupigania na kierere na kimbelembele ya kutafutia watu wako vitu. So mimi nitangangana. Na magavana wengine, maseneta wengine anasema hata kizungu hawajui. Hata kizungu kwanza hata. Na unajua huko senate ni kizungu. Anaongea sijui Kimaragoli hapa, sijui Kitiriki, sijui kinini. Ndio afikirie kwa kizungu. Yaani anafikiria kwa lugha ndio aongee kizungu. By that time zile dakika mbili speaker alimpatia zimeisha. Amejilamba mdomo. Mimi kizungu na nyorosha bwana. Mr. Speaker sir, for my people of Vihiga County, I speaker, dakika mbili nyorosha, pesa lilishapewa, zilikuja kwa kaunti yangu. So bado mimi ni kijana chipukizi. Wanapingana mimi poleni, lakini washazeeka kiasi. Wataenda pale kwa senate waanze kulala. Kwa sababu washakaa kwa hizi viti, wamekuwa wasijui mabunge, wamekuwa wasijui magavana, mawaziri, MP, miaka sijui 20. Sasa what more can they do for us really? Na hii nataka mtu ambaye ako mbio, ako na nguvu, amejituma, ako na mbio, na huyo ni chapa Ilale. Naam. Mheshimiwa, unaona wananchi wanaishi katika hali ya hofu. Ukiangalia hali ya usalama imekuwa mbaya sana. Huku West Bunyore unajua kilifanyika, na juzi huku North East Bunyore kuna mtu alipatikana kama ameuliwa. So wewe kama kiongozi ama ungekuwa senator, ungefanya aje ili kukabidhi hiyo jambo la utovu wa usalama? Hii naona kama ndo swali ya pili umeniuliza ambayo ni nzito sana. Wajua, hii Vihiga County is one of the smallest counties. Yani ndio moja ya ndogo, tunashindana nafikiria na Lamu kwa udogo. Hii Vihiga ndio one of the smallest. Lakini tofauti yetu na Lamu ni kwamba sisi watu ni wengi kuliko shamba. Yani our population is higher than what you call land mass. Sasa inamaanisha ile investment tuko nayo sana ni biashara. Sisi small scale traders tunafanya biashara, hiyo ndio inatu si kama Lamu ambayo ni wavuvi. Hapana, sisi ni biashara. Sasa tukikosa usalama inamaanisha hakuna biashara itafanyika. Vihiga inatakana iwe ya 24-hour economy, but ukiangalia hali ya usalama imezoroteka. Hata sijui kama imefika mahali ambaye hakuna usalama. Sasa baada ya kuwa 24 hour, because I remember Luanda nikiwa mdogo, ilikuwa hata ushuke saa 8 usiku, saa 9 Luanda weza tembea mpaka kwenyu. Si lazima hata taksi hakuna wala bodaboda zilikuwa hakuna. Usalama imekuwa mbaya Luanda, usalama imekuwa mbaya Mwai, imekuwa mbaya katika kaunti yetu ya Vihiga. Imefika mahali ambaye hata siwezi sema usalama ni mbaya. Lazima niseme ukweli. Mimi ni chapa Ilale, naongea ukweli. Usalama hakuna. Polisi hawatuchungi because hawana capacity. Mwenye anatuchunga sasa ni Mwenyezi Mungu. Alafu ukiangalia kwa hizi ward, tuko na ward 25 katika kaunti ya Vihiga. West Bunyore ndo number 1 kwa insecurity. It is sad. Ni mbaya. Watu unajua wezi wako pia kama education system.
walianza kuiba kuku, walianza na kuiba kuku, wakaona hawajashikwa. Wamesonga wakaiba mang'ombe, wameona hawajashikwa. Sasa wamefika mahali wanabomoa mpaka manyumba za watu, wanashambulia watu, wanaua watu, wanaiba bodaboda, wanaua watu wa nyumba, It is sad. Na tusifichane. Imekuwa sad mpaka kuna siku juzi huko West Bunyore walivamia mpaka nyumba ya chief na familia yake. Na chief, tukikumbuka Uhuru Kenyatta president alisema chief ni yeye na yeye ndio chief. Sasa ikiwa wezi wanaweza fika mahali na chief tena ndio symbol ya authority ya serikali katika nchi yetu. Sasa ikiwa waizi wanaweza vamia chief, wakae huko lisali moja, 1 hour. 1 hour waizi wamekaa kwa boma ya chief, wanavunja, wanamtisha, wanataka kumuua, wanamwambia toka leo tukuone. Na hiyo serikali